Be, sifungue vizuri. Mbona unabana meno? Sasa nifungue mpaka wapi? Fanya hii. Sina fungua na kama zombo na nicheka. Ama kweli mtu mzima anaendeshwa kama mdoli mimi. Wewe kiboko nakwambia. Lakini baby, mbona wewe sio muelewa? Nilikwambia tu fungua meno vizuri nipate uleso wa kupitisha mswaki. Aya, nishafungua. Ishaonekana. Twende kazi. We baba we. Natamani utani wetu mfanyie hivi mwenzangu atakaye kuja. Nani? Ushasahau tulichoongea. Kwa hilo swali unalishikilia sana. Yaisha. Be serious. Hello, mami. Umeshindaje malaika wangu wa nuru na heri? Siko sawa. Kwa nini? Unajua sometimes nakuwa na busara nyingi sana kuona kwamba naweza kuwa mzigo kwako. Tena sio ule mzigo wa kufaidisha, ni ule mzigo wa kupa uzito tu. Chingi, wewe ni mtu mwenye pesa zako, una mali, una ufali wa kujiwezesha chochote kile utakacho kwenye hii dunia kadiri na uwezo wako. Lakini sielewi jinsi gani nimefikia mimi ni sababu ya wewe kutokuwa na mtoto paka sasa. Na ipo njia badala nilikupa ya kuleta suluhisho, lakini haukupendekezwa nayo. Stop Joy. Unasema nini? Yaani unaongea kama mtu ambaye nimekukuta tu na wewe sio mke wangu. Hivi nani kakuthibitishia kwamba utozaa? Hawa huna uwezo wa kushika mimba. Chingi, miaka 5 sasa. Stop Joy. Hata 10. Hivi inanuzi nini kukaa na wewe bila mtoto? Ame na nikosesha nini? Rafika ya ndoa ni amani na upendo na maelewano. Hilo la mtoto ni ziada tu. Na kama haijatokea, hiyo ni kazi ya Mungu. Kama alivyofanya mimi na wewe kukaa hapa na kushia kitanda kimoja. Look at me. Sija kupromise manyanyaso kwenye maisha yetu. Na wala haitowahi tokea mimi kwenda kinyume na ahadi yangu kwenye ndoa yetu. Nakupenda Joy. Na hakuna mwanamke yote nampenda zaidi yako hapa chini ya jua. I love you so much. Na hichi chai cha nini jua kali hivi? Nilikuwa sijisikii kula. Yo king amefika sasa. Tu nikupe chakula. Tuanzishe chumbani kwanza. Nilipenda nikuite Simba, lakini naofia siku moja usije ukatumeza sisi wote humu ndani. Kwa hiyo acha nikuite The Rock. Wewe ni mwamba. Parce que à toi seul tu as pris les fardeaux de toute l'entreprise sur tes épaules.
Cause matokeo yote yanakutetea kwa asilimia kubwa sana. C'est pour cela que tout le monde est là pour t'honorer. Que Dieu te bénisse. Mheshimiwa Katibu Mkuu, umekuwa mheshimiwa bwana. Ya, nimepambana sana kwa muda mrefu, lakini lengo langu alikuwa kufikia huko ambako mkurugenzi ananiweka. Ya, alio unatumika sana, unapambana sana. Basi litakiwa kuwa hivyo. Shika sasa usukani wako tunoshe sawa sawa. Najua leo Joe atafurahi sana kusikia habari za ofisini. Maana kipindi kichote cha nyuma alikuwa akinisaidia mahesabu ya mafaili fulani na kunipa moyo kwa kila wakati. Ningeshangaa sana tumalize maongezi ustaje jina la Joy. Why not? Si mke wangu. Anachukua vipengele vingi vya heri katika maisha yangu. Nampenda sana. Na anaendeleaje na habari zake za kutaka uzae pembeni? Nimemkataza. Oh. Nilimwambia kirudi tena nitakasirika. Okay. Mais c'est trop bizarre. Kwa nini walimpa comedian kama Katibu Mkuu? Babuzi undi buja. Kwa sababu mimi ndo mimi. Mimi ndo na mwanamke mzuri kwenye ofisi nzima. Hata bosi mwenyewe anifikia. Toka huko. Ya, na muda mwingine wanaangalia casting, look, some boy, custom fupi sio mrefu sio, yani kati kwa kati appearance na trust na kuapa welcome my customer. Wewe umepandishwa cheo kisa wewe handsome. We, kwenye sehemu za biashara kama hilo pia nalo linachangia. Si unakuja na sura iko unataka upewe kazi. Utaka kwanza. Yeah. So, congratulations. Habari yako ya leo kazini inafurahisha kuliko siku zote. I'm so happy. Sikutegemea kama unaweza fikia huko. Why? Ndio nimefikia sasa. Na yote nikisaidiwa na malaika wangu wa nuru na heri. Kivuli changu cha gizani. Nyote yenye kuangazia sehemu moja. Marashi yenye kunilewesha na kunivuta dondocha. Nyongo mkali aini. Haya yote ni majina yako malikia wangu, kipenzi cha roho yangu. Asante sana. Vyam. Ushinde salama Angel. Honey? Wife? Kwa hiyo naona bora nivae tai, si ndio? Walipoongezea mkuu kwenye jina la cheo chako kutwa cha katibu, wanimaanisha heshima yake imeongezeka zaidi. Salut mon chef. I swear. Ikiwa yupo mtu atakayanyanyasa kiumbe takatifu kama hiki, basi laana za Mwenyezi Mungu zimkute. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia Chengi. Bye.
nta kintu na kimwe ntarigera nkora mu buzima bwanje, ariko nibikunda hadi muda mwingine namkufuru Mungu. Wa muti ujya mama wari mwiza cyane, sinzi igituma wawanze. Sara, unasahau kwamba Fatia alimaliza miaka mingi ashiki mimba, ila mwisho wa saa alishika mimba na aliyemsaidia si yule mama. Shida si kwamba nakataa madawa yake, tatizo ni kwamba inashindikizwa na masharti mengi sana, sitoweza. Hapo sasa sijui tunafanya aje, maana ushajaribu kila dawa vinakataa. Yani zipo kiganga sana, hadi mwanaume atanihisi kivingine. Sara, mwanaume ananizisha kwa kila kitu, lakini bado ananidai japokuwa asema ananionyesha furaha tu. Na unajua mwenyewe tulitumia madawa mengi ya kukinga mimba kwenye ujana wetu. Labda ndo inaleta shida zote hizi. Mimi sidhani kwa hilo Joy. Nachojua una miaka mingi unatumia zile dawa ati ndio inaziwe kushika mimba. Wakati mwingine nahisi ni mwili tu haujakubali. Tunajisumbua tu kibinadamu kuhangaika huku na kule. Na ushasema mmepima na mume wako mko salama. Subiri, wenda Mungu atafanya yake. Kwanza ushaambia kuhusu ile issue ya kujaribu pembeni. We nani gashaka ko ndamkinisha kuri hivyo? Hapendi kusikia, ananichukulia tofauti sana. Chakula kitamu sana. Mke wangu, una kasoro? Kila engo nawakilisha. Utaniua. Ina maana natamani uone kasoro yangu, si ndio? Yeah. Kila kiumbe cha Mungu lazima kikosee na kipatie. Hata nyinyi wa malaika nemani kuna vitu vidogo sometimes mnakosea kwa Mungu. Ila wewe ni too much. Acha hizo bwana, kosea japo hata kidogo. Nitajaribu kukosea. Natamani ndio unakosea. I swear. Okay, tuachane na hilo. Ombi langu nilikuomba utafute mwingine mwanamke wa kuzaa naye ili tupate mtoto. Limeishia wapi? Hata kufurahia mlo wangu sipate shauku tena kisopuzu na nuliza hapo. Hivi wewe unanipenda kweli? Natulia kabisa, tuli kwenye moyo wako na hizo topic. Unafurahishwa na nini mimi kwenda kuzini nje na mwanamke mwingine ambaye si wa ndoa? Ikiwa na jambo lako nyuma hilo, kwa nini usijue kiwazi unakana kuyafanyia marudio? My king, mbona unakasirika tena? Kimya. Hasira za kuaga ni nyingi. Hata unasahau furaha ile kutoa kabla. Wewe sasa hivi sitamani kuona kasoro yangu, lakini na nahisi ndo kasoro pekee ninayo kwangu mimi. Sitorudi tena. Kwa usalama wetu, usirudi tena hiyo madam ndani. Sawa? À vos autres, mon chef. Yote alhamdulillah, yote alhamdulillah. Mungu wangu, naogopa atakuja hata kunikimbia. Umugabo n'umwana wundi arashobora kwiyangisha imbere yawe, imbere y'uwundi akavyemera.
ukaze kwisanga baguha invitation ukagwara umutima ukarira bikakurenga. Wewe bado unampropose, ipo siku atakubali na ndipo utamkamatia. Si unakuwa umemtega. Sizani kweli. Kugwa si bibi, kugwa nufuke amazi yarashuha, wajikwa ibubeho ile thamani yangu ya upendo. Ya, hapo kuna mawili. Kuna mawili nakwambia. Ukiona mke wako anakuambia toka nje ukatafute mtoto, aidha anakupenda sana, anakuonea huruma, hataki kupoteza, au hakupendi. Na inawezekana akawa na mpango mwingine wa kando. Si unajua mabinti wa mjini na drama zao. No. Swala kuhusu kutonipenda kwa mke wangu, hilo alipo. Nampenda, ananipenda pia. Na sometimes tu ndo anakurupuka na kuniletea mawazo hayo. Namkwepeshia mada lakini anakazana. Na kwa sijui kwenye background ya hilo kuna nini. Wewe hata uambiwe nini, huwezi kubali. Still nampenda sana mke wako. Na kuna wengine ufumbuzi tunaweza kuwa nao juu ya hilo, tukakataa kukwambia, maana vile vile hutoshawishika. Mwanamke ni kama smako, na kila chuma chenye wepesi wa kunyanyuka kilipo kina uwezo wa kuivamia hata ikiwa juu. Nikiwa na maanisha mwanamke haminiki kwenye swala la mapenzi. Ndio maana ameitwa kiumbe dhaifu. Sijui unanielewa? Amo, naweza kupa nafasi ya kunishauri kila kitu, lakini sio hilo nalongelea hapo. Wewe una ndoa, sijui unaongeaje. Sasa sielewe jinsi unaweza kunifunza ndoa wakati wewe kwenye hilo haupo. Sijakufunza ndoa. Stop. Tunywe, tule, tuondoke. Habari za kuongelea ziko nyingi, hata za ofisini kule. Tuongee mengine. Unatakiwa unisaidie sana kwa hili. Maana ulichonishauri siku ile, nilikaa nikafikiria, nikasema ni kweli. Acha kwanza nijaribu. Ila sasa mwenzangu, chonde usingie naye bustani. Yani wewe umunogeshe kivyo vyote vile uwezavyo, ila tu usingie naye bustani. Na kusi sana rafiki yangu, usichukaribu kila kitu. Huu ni mchezo mdogo sana kwangu. Hata siku mbili zitopita atachamkamata. Nakuamini. Wetu action. Tuanze movie. Acha kwanza niende nikaripue zile karatasi. Kibabe. Haya ni mambo yanatokea mwisho wa mwaka. Inakuwaje tena katikati ya mwaka? Babe, come on. Nikuelewesha mara ngapi mume wangu? Nimekuambia hizi karatasi zimesainiwa na Dr. Mkuu mwenyewe. Ije mitasho baduhaye ku musho w'umwaka. Tuba tuduze ruguru hariya ku masantre gutora amadosiye yao. Kandi sikuvuga baba badutumye. Ni programa ya kazi. Ila hii nimesha simetokea. Wametutuma kuwapa wanafunzi mafunzo. Na mtafaa masaa ngapi huko? Masaa masiku. Natakiwa masaa mke wangu. Mimi sizoe kukosa siku nzima huko.
Kwani unahisi haya mbona niletea habari njema? Najua mume wangu, siwezi kosa kwenda na lazimishwa. Alhamdulillah, alhamdulillah, yote alhamdulillah, alhamdulillah, yote alhamdulillah.